Ndugu mpenzi mfuatiliaji wa kipindi chetu na chaneli yetu pendwa ya Kilimo 360. Leo tunakuletea utazame mahindi yetu haya ambayo tumepanda Disemba mwaka jana 2025. Tulipanda kwa kuchelewa kutokana na changamoto ya hali ya hewa, lakini so far mahindi yanaonekana kama ambavyo inaonekana hapa. Hapa tulipanda eka zetu hizi mbili. Gharama nafikiri nishazungumza kwenye video za awali, ambapo tulilima kwa shilingi 60,000 kwa heka, ambapo hapa ni 120,000 kwa heka mbili hizi. Kupanda shilingi 40,000 kwa heka mbili. Alafu tulinunua mbegu, alafu tukafanya palizi. Palizi ilikuwa shilingi 60,000. Palizi ilikuwa 60,000 kwa heka, hapo ilikuwa 120,000. Ikatokea changamoto wakati tunapalilia, mvua zilikuwa zinanyesha kwa maeneo hapa ambapo tupo hapa, kama ambavyo tunaona pamelimwa kipindi ambacho si kirefu. Tulifanya palizi hiyo, lakini kipindi kile mvua zilikuwa zinanyesha, kwa hiyo ilikuwa inafanya majani kuendelea kuwa na mazingira bora bado ya kuendelea kuota. Baadaye wakati tunaendelea ikawa imekata. Kwa kuna heka moja hapa ilipaliliwa kipindi ambacho mvua tayari ilikuwa imeshakata, kama vinaonekana huku. Na kipande hiki kilipaliliwa kipindi ambacho mvua ilikuwa inanyesha, kitu ambacho kililazimu turudie tena palizi. Kwa tulipalilia heka mbili kwa gharama ya 120,000. Tukaja kupalilia heka moja tena. Heka moja tukaja kupalilia kwa shilingi 50,000. Na ni kwa sababu sasa hivi ile palizi ya mara ya kwanza kazi ziko nyingi, na vibarua ni kama kwanza wanachagua wanaringa, sababu kazi zipo kipindi hiki. Kwa hiyo na wenyewe kidogo, na nafikiri wanapandisha gharama. Kwa ile ya pili ya hapa tulikuja kufanya kwa shilingi 50,000. Na hapa mambo yakiwa mazuri, mpaka tunakula mahindi yetu, hatuna tutakacho tena kuja kupalilia. Kwa hiyo gharama za kulima ni hizo: kuandaa shamba, gharama ya kupanda, na utahitajika kuona palizi ya kwanza, gharama ya mbegu. Nafikiri mengine yanakuwa ni mambo ambayo yanaweza kujitokeza kulingana na hali ya hewa inavyokwenda. Mfano hapa tunaona wadudu hawa wanashambulia mahindi, na tulishapuliza dawa. Last time nilipokuja hapa nilikuwa namalizia palizi, lakini pia wadudu ndio walikuwa wanaanza. Kwa hiyo
tukafanya mchakato wa kupata dawa. Tununua dawa kama 26,000 kopo mbili, ambayo ni ya lita 1 nusu mbili. Alafu tukapiga dawa na kibarua tulimpa shilingi 10,000. Kwa hiyo ndo kama ambavyo imekuwa changamoto ya wadudu. Kwa hizo ndo gharama zetu. Hayo mambo mengine huwa wakati fulani yanaibuka kulingana na hali inavyokwenda, na utarespondi kulingana na namna ambavyo changamoto hizo zinakuja. Kilimo kinalipa, na encourage vijana wenzangu, watu mbalimbali, kweli ni bora kuweka fedha shamba kuliko kuweka hela benki. Kile kiasi ambacho unasema hiki ni kiakiba changu, kitupie shambani. Kitupie shambani, ukosi. Kitupie shambani, utokosa. Mathalani hapa sisi tunaweka 2 hizi, na tuna shamba lingine liko kule juu, mbona unaona lina mbelewele kule. Pale. Yale alishaanza beba, ni yanaendelea tu na ukomaaji. Kwa hiyo una kiela chako, na badala ya kufanya savings, weka hela shambani. Shamba unalo, wekeza shamba. Huna shamba, kodi shamba. Utakuja kunishukuru baadaye. Tuna la zaidi, ukiwa una swali kwenye comment section hapo, na la kushare nasi, share nasi pia. Niwatakie siku njema. Subscribe channel yetu ili uwe mfuatiliaji wetu wa karibu kila tunapoweka content zetu. Karibuni sana.